Hili ni eneo la kuchimba mawe katika kaunti ya Nyamira na lililoko katika mkabala na kaunti ya Kisii katika eneo la wadi ya Kemera. Wenyeji hapa wamekuwa wakitumaini kwamba watapata riziki ya kila siku kutokana na uchimbaji wa mawe katika eneo hilo kisha kuyauza. Lakini sasa kaunti ya Nyamira imesimamisha hilo. Leo hii tuko hapa kulalamikia action yenye serikali ya county na national government through county commissioner wa Nyamira na multi agency yenye walikuja hapa kusema hii quarry simame. Hii quarry imefanywa hapa miaka mingi, ndio imesaidia watu, ndio imesaidia watoto wetu kusoma na vitu mingi yenye imekuwa ikisaidia hata vijana kuwaweka busy wasikue criminals. So tunahuzunika sana wakati county inakuja kusimamisha bila kutuambia, na imesimamisha kazi ikiendelea na ikiwa na makaratasi. Kulingana na wenyeji na wahudumu katika eneo hili la uchimbaji wa mawe, wanalalamikia hatua ambayo kaunti ya Nyamira ilichukua ya kusitisha uwepo wa shughuli zozote katika eneo hili la uchimbaji mawe, huku wakisema kwamba walikuwa wanaendelea kazi yao. Wakati wanasema eti hakuna makaratasi imetolewa, tunashangaa sababu NEMA imetoa makaratasi ya kufanya kazi na hiyo kazi inaendelea vizuri. So leo hii tunataka county government ikuje tuthibitishie hiyo shamba ya serikali wanasema iko hapa ni gani? Sababu hapa hii mashamba kila mtu anafanya kazi kwa shamba yake. Serikali ilikuwa imefunga wiki moja mbili hapa. Na ukiangalia ikwale yenyewe hapa tumeishi miaka mingi na hapa ndio imekuwa tegemeo letu. Mali tunatoa pesa, tunapelekea watoto shule, lakini walikuja ghafla na wakaifunga. Kuifunga kwao tunashangaa sana kwa sababu hawakuleta hata karatasi inaonyesha kuwa wanafunga hii sehemu. Lakini tumestukia wakuja ghafla na kuanza kuweka mambo kuwa wanataka kufunga imali. Wanataka kaunti ya Nyamira idhibitishe ni vipi ilihakikisha kwamba shamba hilo ambalo wanachimba mawe hayo ni la serikali na kwamba wamekuwa wapi wasisitishe shughuli ambazo zimekuwa zikiendelea katika eneo hilo. Tunaomba serikali iweze kuja hapa tuambie mali yao ya serikali iko wapi, ili tuweze kufungua ikweli. Hapa ndio tegemezi yetu, hapa tunatakula kwa sababu vijana unaona hapa wanategemea hapa, wanapasua imawe ile wanaweka hizi gari ndogo ndogo. Kama huyu mwenye alikuja hapa kama kuna tractor, hapa ndio tumekuwa tunategemea hizi magari ndogo ndogo. Wengine wanasema kwamba shughuli ya uchimbaji wa mawe katika eneo hilo kisha kupasua na kuuza kumekuwa riziki ya kila mtu ambao amekuwa akienda katika eneo hilo. Hivyo kusitisha shughuli hiyo kutarudisha vijana wengi ambao wamekuwa wakijiweka kazi katika eneo hilo kuwa majambazi. Hapa ndio ufanyanga kazi siku mingi kushughulika hapa, hata ndio inasaidianga vijana wako katika area hii. Sasa vile nimesikia hii habari eti hapa kumesimamishwa, hata mimi nimestuka sana, sababu hao watakuja kutuibia kuku. Kwa hivyo lazima hao watu waendelee kujitafutia katika maisha. Hivyo serikali ichunguze sana kuhusu maneno ya vijana hapa. Hakuna haja ya kufukuza watu, kila mtu ujitafutia. Aidha, wengine wamesema kwamba hatua ya kaunti ya Nyamira kutaka kusitisha shughuli katika eneo hilo ni kutaka kuinua viwango vya ujambazi na pia unyang'anyi katika eneo hilo, swala ambalo limekuwa likipiganiwa. Sasa mimi niko na watoto walikuwa wa secondary. Sasa niko na wajukuu tena wanaendelea na masomo, na hii ndio ilikuwa tegemeo langu. Na hapa vile naonelea vijana wengi wamejifunza hii mambo ya kuendesha bodaboda. Sasa mimi siwezi kuendesha hiyo bodaboda, wengine wamehamia huko. Na hapa vijana ni wengi, ulevi imesiti hapa zaidi. Na wengine wameshajiunga na mambo ya kufuta hii mambo ya pangi. Sasa hapa vijana wamesiti kwa Kenyoro yetu, imekuwa na vijana kama zaidi ya 50. Sasa nashindwa hawa vijana au mzee kama mimi nitaweza waajiriwa tena wapi nifundisha hawa watoto wangu wachukuu, alafu waende kupata nao riziki yao ya kesho. Nikiwaacha hivi, unajua mtoto mle afya kama vile atakaa kiunga na kuguru mbaya, hapo tutaharibu maisha. Hapa tukumbuke wakati uliopita ikifika saa 12 mtu hawezi tembea hapa, lakini kwa sababu sasa tuko busy, mtu akitoka kwa hii kazi napata yeye amechoka kumchofu.
anarudi nyumbani akiwa amechoka. Wametaka serikali ya Nyamira kuja na wale ambao ni masorovea wa mashamba kutoka kaunti hiyo kuja kudhibitisha shamba la serikali ambalo lipo katika eneo hilo, huku wenyeji wakisema kwamba mashamba yote ambayo yanashirikiana katika eneo hilo yapo na title ambazo zinasimamia usimamizi na umiliki wa mashamba hayo. Hakuna mtu anafanya kazi kwa shamba ya serikali, kila mtu ni kwa shamba yake, na watu wote wako na title deeds. So nashindwa hii shamba ya serikali wakuje na surveyor wa serikali tuonyeshe hiyo ya serikali iko wapi na ya wananchi iko wapi. Hii biashara yetu ndio tegemeo letu, hatuna biashara nyingine. Hii shamba uwezi panda mahindi, uwezi panda ndizi, ni hii udongo unauza ndio upate pesa ya kufanyia mahitaji yako. Ukiangalia mahali hapa ndio tumekuwa ni mali ya community, lakini mali wanasema ati ni ya serikali. So tunaomba ili tuweze kuelezwa kuwa mali ya serikali ni wapi, kwa sababu hapa mali ilikuwa ya community tumeipatiana. Kuna makanisa hapa, kuna shule hapa, na hiyo sehemu ambayo wanasema ni ya serikali, nataka na wakuje watueleze kuwa ni mali gani ambayo iko ya serikali, mali gani iko ya community. Ndio mzozo ambao umezuka kati ya wale wahudumu ambao wanashirikiana katika upasuaji wa mawe kupatia vijana riziki katika eneo hilo, pamoja na kuinua riziki pamoja na uchumi wa kaunti ya Nyamira. Ila kali hiyo imeonekana kuwapatia mgongo kwa kusitisha shughuli hiyo. Ni kipi ambacho kitaleta uwiano katika eneo hilo? Ndilo swali vijana hawa pamoja na wenyeji wa eneo hili naendelea kujiuliza, huku serikali ya Nyamira ikionekana kuwapatia mgongo. Nikiripotia Africa Finest TV kutoka kaunti ya Nyamira, jina langu ni Gilbert Kobi.